Kabidhi mikononi mwako sana wakati kama huu. Tuko tayari kama watoto wako. Mioyo yetu imefunguka. Macho yetu yako wazi. Tunakutazama wewe mfalme. Saa hii na wakati huu. Wewe mfalme unayetaka ukamiliki na ukatuendeshe gurudumu hili. Ukatuendeshe gari hili. Utupeleke mahali pa viwango vya juu zaidi. Utupeleke upande wa pili. Utuvushe katika kila jambo. Tunakwenda kusoma neno lako na kujifunza. Bwana ukajidhihirishe katika kila neno. Nikakupe Mungu utukufu wako. Utukufu wako ukakurejee wewe. Na sisi tukafurahie kuwa uweponi mwako na kukaa katika nyumba yako. Katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie sisi tulioko hapa. Na uwawezeshe wale wanaofuatilia kwa njia ya mtandao wa Batiza na nchini Tanzania. Wote tukatembelewe na mtembeo wa nguvu zako na ulinzi wako. Ukatukomboe na kututoa katika laana ya dhambi, kwenye utumwa wa dhambi. Ukatuingize katika utumwa wa haki, katika utumishi wa haki yako. Tunakutamani wewe Mungu. Tunakuita mahali hapa. Tumekuja mahali hapa. Tumetoa uko mahali hapa. Wepo wako Bwana uko na ukatuguse kila mmoja sawa sawa na ahadi zako katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Mmebarikiwa sana ninyi ambao mmeweza kuwa mahali hapa Mahanaim Church of Tanzania, kwa maana ya kuwepo wako physical umekuwa hapa, lakini pia wale ambao wanatufuatilia kwa njia ya mtandao. Ninawasalimu. Good evening to you everyone wherever you are. God bless you. Thank you for tuning in. Asanteni kwa kuchagua kutuni katika channel hii. Na nikwambie tu, wakati utakapomaliza kusikiliza na kuabudu mahali hapa pamoja nasi, maisha yako yatabadilishwa. Hautatoka kama jinsi ambavyo umeingia, hautakuwa kama jinsi ambavyo upo. Katika jina la Yesu Kristo. Kama unaamini, sema amen. Amen. Sema ninaamini. Ninaamini. Shikilia Yesu. Haleluya. Nina habari njema tu. Wewe sio mtumwa wa dhambi tena, bali wewe ni mtumwa wa haki ya Mungu. Haki ya Mungu imemiminwa juu ya maisha yako kwa namna ya upya. Hivyo wewe si mtumwa tena wa dhambi. Sema mimi si mtumwa wa dhambi, wala mimi si mtumishi wa dhambi. Kristo Yesu amenikomboa, amenitoa kwenye utumwa wa dhambi na laana za mauti, na amenihamishia kwenye utumwa wa raha yake na haki yake katika imani kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ndipo tutakapoangazia jioni hii ya leo. Lengo ni kuwatoa watu kutoka kwenye utumwa, kwenye vifungo, kwenye magereza ya kila namna. Tumekuwa na vita kubwa ambazo zinaendelea, ambazo ni mbili: utumwa wa dhambi na madhara yake, lakini pia inashindana na ile haki ya Mungu kudhihirika, yaani utumishi wa haki ya Mungu kudhihirika. Ndio mechi ambayo tutaiona siku ya leo ya mashindano. Kila mmoja anatamani ichukue hatamu ya maisha yako, lakini nikwambie, chagua hatamu ya utumishi mwema, utumwa wa haki ya Mungu kudhihirika kwenye maisha yako, ili uchomoke kwenye utumwa wa laana ya dhambi katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Kwa kwanza kabisa, hebu tufungue kitabu cha Kutoka sura ile ya 3. Kutoka sura ile ya 3 mstari wa 6 na wa 7. Lakini dhana nzima ya sura hii ya Kutoka sura ya 3 ni pale ambapo Musa alisogelea uwepo wa Mungu, akakutana na mahali ambapo ni patakatifu, akavua vilivyokuwa viatu vyake na akapokea habari ambayo ni habari ya mwanzo mpya, habari ya ukombozi, kuwatoa watu kwenye utumwa wa dhambi, utumwa wa laana. Musa huyu ambaye alikuwa zao la uharibifu, lakini Bwana kupitia neema yake Mungu mwenyewe ikamuonekania Musa
akapata kibali mbele za macho ya Bwana kwamba yeye anafaa kuwakomboa wana wa Israeli kutoka kwenye laana na utumwa wa dhambi. Sema amen. Kama ambavyo mimi na wewe leo maneno haya tutakayoyasoma yatapenya kwenye mioyo yetu na yataleta badiliko halisi la kututoa kwenye dhana ya utumwa wa dhambi na laana zake na vifungo vyake, na tutahamia kwenye utumwa wa haki yake Mungu kudhihirika ndani ya maisha yetu. Kama unaamini sema hiyo ni ya kwangu. Haleluya. Basi tusome ule mstari wa 6. Anasema tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Anachomwambia hapa, anampa reference ya hakikisho, anajitambulisha kwa utimilifu wa umilele wake tangu mwanzo wa existence ya mwanadamu, lakini sio mwanzo wa Mungu, ila anamweleza Musa ili aelewe anazungumza na Mungu ambaye ni yuko juu ya vitu vyote. Kwa hiyo hii ni point of reference, lakini pia ni point of introduction. Anajitambulisha kwa Musa kama Mungu wa vizazi vya Musa kabla ya Musa, ili atakachokisema kwa Musa akielewe huyo Musa kwa namna ya tofauti, kwa sababu ajue atakachoambiwa amebeba hatima ya wengi ambao wameingia kwenye channel stream ya mzao mteule, yani wana wa Israeli. Sema haleluya. Ndio maana anamwambia hivi. Tuendelee. Anasema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Mstari wa 7, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nitarudia huo mstari tena. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu. Na wewe leo Bwana anasema hakika ameona mateso yanayokusumbua, na mwisho ni leo. Sema amen. Sema haleluya. Yes. Anasema nami nimekisikia kilio chao. Anaposema nimekisikia kilio chao, hawakuwa wanalia bure. Ni ile hali ya kung'ang'ania kwenye ombi hilo hilo, ni ile hali ya kutazamia ushindi kutoka kwenye mateka. Unatazamia kitu chanya, hakijawa bado, lakini unashikilia mtazamo ule ule. Inageuka inakuwa kilio mbele za Mungu. Shauku yako inakuwa kilio mbele za Mungu. Ina maana bila ya hiyo wewe unakuwa hujakamilika. Na ndipo inakuwa akimtazama, anasema lazima nimkomboe mtoto wangu ili akamilike, kwa sababu ana njaa inayomsumbua kwa muda mrefu. Njaa hiyo ni nini? Ni utumwa na kifungo. Ndio anasema hakika nimeyaona mateso ya watu wangu, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Wasimamizi wao ni wale waliosimama kushika zamu ya kulinda ile imani, ya kulinda ile dhana ya ukombozi. Wale wanaokesha usiku na mchana wakiutafuta uso wa Bwana bila kujali mazingira yanasema nini. Hao ni watu walioshika zamu zao. Hebu sema, nitashika zamu yangu. Nitashika zamu yangu. Mungu nisaidie. Sema tena, nitashika zamu yangu. Mungu nisaidie. Yes, maana iko faida ukishika zamu yako ukasimamia wajibu wako vizuri, unasababisha madirisha na malango ya mbinguni kufunguka na wewe kuhudumiwa na Mungu ambaye umemuomba wakati wote. Sema amen. Yes, ndio wasema nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Sema amen. Amen. Maumivu ni ya utumwa. Twende sasa Yohana ile sura ya 8. Yohana sura ya 8 mstari wa 34 na 36. Yesu akawajibu
Amin, amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, anakuwa vagabond, hana makazi. Sema, mimi sio mtu ambaye sina makazi. Yes, mimi sio vagabond. I am not vagabond. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Sema, mimi ni mwana. Mimi ni mwana wa pendo la Kristo. Mimi ni mwana wa uzao wa Yesu. Kazi ya msalaba imeninunua. Mimi ni mwana wa kazi ya msalaba. Yesu Kristo ameniingiza kwenye familia ya mwana, watoto wa Mungu. Na ndivyo nilivyo kwa jina la Yesu. Ninatawala, ninamiliki. Mimi sio mtumwa. Amen. Sema amen. Amen. Hallelujah. Yes. Wow. Napenda sana tukisoma neno likachukua vitu namna hii. Inaleta shauku ya kujifunza kwa kasi kubwa. Na naamini hata wewe uko unafuatilia kwa kasi hiyo. Sema amen. Amen. Yes. Anasema, wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana ndiye anayekaa siku zote, anamiliki. Ndio maana yake. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Sema amen. Hebu nisikie wale walio huru. Sema, niko huru. Kweli kweli. Yesu Kristo ameniweka huru. Mimi sio mtumwa. Mimi sio mauti. Mimi sio laana. Mimi sio mpotevu. Nilipotea katika dhambi, nikawa mtumwa wa shetani. Lakini habari njema, akaja Yesu akanikomboa. Akaja Yesu akaninunua kwa damu ya thamani iliyomwagika pale msalabani. Akanikomboa kwenye laana. Shangilia Yesu. Haleluya. Endelea kukiri maneno hayo kwa jina la Yesu. Na ndivyo itakapokuwa kwenye maisha yako. Amen. Ndivyo itakapokuwa. Utakuwa huru kweli kweli. Haleluya. Hebu sasa tumalizie hii Warumi. Tuone kuna kitu kizuri tena kinasemwa hapa. Warumi ile 6, sura ya 6, nenda mstari wa 18. Baadaye tarudi kuanzia mstari wa 10, lakini sasa hivi tuende 18 kwa sababu ya time. Anasema, na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Hebu sema, mimi ni mtumwa wa haki. Mimi ni mtumwa wa haki. Nimewekwa mbali na dhambi. Nimewekwa mbali na utumwa wa dhambi. Mimi ni mtumwa wa haki. Yesu haki yangu. Neno lake taa yangu. Roho wake Mtakatifu ananifundisha, ananikumbusha yale yote yanayopasa kutenda. Kwa msaada wa Mungu nitatenda katika nchi ya nchi. Haleluya. Lazima iwe hivyo kwa jina la Yesu. Sema lazima. Mimi ni mtumwa wa haki. Mimi ni mtumwa wa haki. Haleluya. Yes Lord. Nimeandika, kila mtu ni mtumwa kiroho. Kila mtu ni mtumwa kiroho, ila hutegemeana na upande ambao umeuchagua. Leo tunaangalia pande mbili, utumwa wa dhambi ama utumwa wa haki. Kila mtu ni mtumwa wa kiroho kutegemeana na upande. Mtume Paulo, Apostle Paul kwenye barua yake kwa Warumi, ukisoma Warumi ya kwanza, sura ya kwanza mstari wa kwanza, anafungua kwa kujisema katika kujitambulisha, anatumia neno mtumwa wa Yesu Kristo. Yes. Mtumwa wa Yesu Kristo, yani mtumwa wa haki.
Paulo anajipambanua kwamba yeye ni mtumwa wa haki ya Mungu iliyodhihirishwa, yani Yesu Kristo. Sema amen. Lakini pia tunaona hiyo kwenye Tito 1:1. Tito naye anajitambulisha kama mtumwa wa Mungu. Tito 1:1 anajitambulisha kama mtumwa wa Mungu. Anachagua naye upande wa haki, upande wa nuru, upande wa ukombozi, upande mzuri na sio utumwa wa dhambi. Sema amen. Hivyo hivyo tunamwona Yakobo naye kwenye Yakobo 1:1 naye anajitambulisha kama mtumwa wa Mungu wa Bwana Yesu Kristo. Yakobo ameenda ndipa zaidi. Sema ndipa. Yakobo ameenda ndani kwamba yeye anajitambulisha kama mtumwa wa Mungu wa Bwana Yesu Kristo. Ameenda moja kwa moja kwa Kristo aliyemkomboa. Ameseal his identity kwenye agano la Yesu Kristo mwenyewe kama mlinzi na aliyemilikisha ile dhana ya haki ya Mungu iliyodhihirishwa kwenye maisha yake. Sema amen. Na wewe uwe kwako kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Basi tutaenda kuangalia tafasiri ya mtumwa. Tutaanza mtumwa wa haki. Yes. Tutaanza mtumwa wa haki, baadaye tutakuja mtumwa wa dhambi. Mtumwa wa haki ni mtu gani? Ama tafsiri inasemaje? Ni yule ambaye amefungwa na sheria ya neno la Bwana. Mtumwa wa haki ni yule ambaye amefungamanishwa na sheria ya neno la Bwana. Tafsiri nyingine ya mtumwa wa haki ni mtu ambaye hana uhuru tena wa kutenda ya kwake, bali yale ya Mungu pekee. Hana uhuru tena wa kutenda yaliyo ya kwake, bali yale ya Mungu pekee. Huyo ni mtumwa wa haki. Amechagua kuwa mfuasi wa linalosema neno la Mungu. Amechagua kumcha Bwana kama chanzo na toleo la maarifa yake, akijua kwamba point yake of reference ama point of reflection alivyo ana reflect the greatness of God, anamtambulisha ule ukuu wa Mungu kwenye maisha yake. Kwa hiyo mtu huyo anaamua ama amefungamanishwa kuwa mfuasi wa kudumu, mfuasi wa asili, kama ambavyo Mungu asili yake ni utakatifu, na mtu huyu ambaye anampokea Mungu naye anaingia kwenye dhana hiyo. Mtu wa haki anaingia kwenye dhana ya kuwa mtakatifu. Kumbuka tunaambiwa iweni watakatifu kama Baba Mungu alivyo mtakatifu, na sisi tunafuatisha vivyo hivyo ili kulinda ile haki yake iliyodhihirishwa juu yetu kupitia Yesu Kristo. Sema amen. Kwa hiyo lazima ukose ule uhuru. Mtumwa wa haki hana uhuru wa kufanya matakwa yake, hapangi ratiba zake tena, haweki tena vipaumbele vyake binafsi, bali katika kila jambo huenda kumuuliza Baba yake. Anatafuta acceptance na will of God, mapenzi ya Mungu lazima yafunue muhuri wa kupitishwa ama kuruhusiwa kufanya hicho kitu kabla hajakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mtumwa wa haki, na hali hiyo huja automatic pale mtu anapokuwa ameoshwa na amesafishwa, amekombolewa na Yesu mwenyewe. Neno limepurify maisha yake, neno limetakasa maisha yake. Kumbuka naongelea justification and purification. Neno limempatia usafi wa ndani, kwa sababu aliruhusu kazi ya lile neno lifanye utakaso. Maana ndio kazi ya neno ni kubadilisha, neno ni kuhuisha, neno ni kuganga, neno ni kuponya, neno ni kuinua, elevation, kuinua maisha ya mtu ili abadilike mwenendo wake, aache ile hali ya zamani, aache yale aliyotegemea ama anayotumainia, aache mtembeo wa historia na mazoea, aache kutegemea akili alizonazo, aache
kutegemea fedha ama bank account, aache kutegemea jina la ukoo wao ama asili yao ya ujibu ama ya uongozi, aache kutegemea mazingira, bali amtegemee Mungu. Sema, mimi ninamtegemea Mungu. Mimi ni mtumwa wa haki. Sema amen. Yes, huyo ndio mtumwa wa haki. Anajua Mungu baba yake ndio haki yake, na Mungu baba yake ni mtakatifu. Anasukumwa katika maisha safi yanayompendeza Mungu. Sema haleluya. Yes, kipimo cha mtumwa wa haki. Kipo kipimo cha mtumwa wa haki, nacho tunakiona kwenye Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 12 mpaka 14. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 12 mpaka 14. Kipimo hicho ni kimoja, kuudhiwa. Sema kuudhiwa. Yes, kuudhiwa ni sawa na tuseme makwazo, maumivu, kukataliwa, majaribu, kupingwa. Yote hayo ni maudhi, mambo ambayo huachiliwa kwa ajili ya kutest, ama baada ya kutest, kama mtu atakuwa hajasimama vizuri, atoke kwenye msimamo ambao alikuwa nao, ahamie kwenye fikra ya kigeni ambayo ina upotoshaji. Kwa sababu kazi ya adui ni kuharibu, kazi ya adui ni kuua kilicho cha Mungu, kazi ya adui ni kuchinja kilichoumbwa, kazi ya adui ni kuiba alichobarikiwa mtu. Yeye anaiba afiche, ili nuru ya ile baraka isiathiri maisha ya yule mtu, ikaleta matokeo. Sema, sitaibiwa. Sitaibiwa cha kwangu kwa jina la Yesu. Mimi ni mzao mteule. Yes, twende mstari wa 12, Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 12. Tuone tunaambiwa nini. Anasema, basi tuwaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo, watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Lakini ninyi ndugu, msikate tamaa katika kutenda mema. Tunasikia, msikate tamaa katika kutenda mema. Na ikiwa mtu awaye yote halishiki neno letu la waraka huu, jihadharini na mtu huyo, wala msizungumze naye apate kutahayari. Unaona hapa Mtume Paulo anatusaidia namna ya kujiepusha na hivi vikwazo, namna ya kuvuka hivi vikwazo, namna ya kuvuka haya majaribu kwa wepesi, kwa msingi wa neno la Mungu. Akitaka pia tutumie maarifa, ndicho anachomwambia mwanae wa kiroho Timotheo. Anamwambia tuwe na maarifa. Wakija kwa njia moja, sisi tuwatawanye. Tutakachokifanya kisababisha watawanyike kwa njia 7. Sio maana yake akija na lengo ametarget kitu kimoja, adui anapofuata anatarget kitu kimoja, wewe kwanza umuone. Ina maana uwe na maarifa ya kutambua mbinu anazozitumia, kwa sababu anachokuja kukileta, analeta laana ya dhambi, ili ikikupata hiyo dhambi, wewe automatically uwe mtumwa wa dhambi, usiwe tena mtumwa wa haki. Kwa sababu kwa asili yetu sisi ni watumwa wa haki, lakini adui ameiba, amefifiza, ameondoa watu kule mtazamo, akaingiza hii dhana ya dhambi, akaingiza uharibifu. Kwa hiyo na wewe tunapokumbushwa hapa ni kwamba anatupa mbinu kwamba unaona hapa, msile chakula cha kuleni chakula chenu wenyewe, msio mtu wa tamaa. Anamaanisha ridhika na ulicho nacho, ridhika na ulichopewa na Mungu. Sema amen. Lazima uridhike. Mahali kwa Yesu aliambia walimjaribu, wasema na sisi na watoza ushuru tufanye nini? Akamwambia toshekeni na mishahara yenu, toshekeni na mlivyovipata, ridhikeni na neema iliyowashukia juu yenu. Itendeni kazi sawa sawa, lakini kwa maarifa, kwa angalizo. Angalia,
Na ikiwa mtu aweje halishiki neno letu la waraka huu, jihadharini na mtu huyo, wala msizungumze naye apate kutahayari. Kipimo cha mtumwa wa haki ni pale majaribu yanapoinuka, ni pale vikwazo vinapoinuka, ni pale kukataliwa unapoinuka, kupingwa unapingwa. Kama hapa unapingwa kitu kiko wazi, lakini watainuka watu wanayakataa mafundisho yale, ama wanayapinga yale mema mliyoyadaa, ama watakataa utumishi wake. Watasema wewe sio kielelezo bora, ila watashuhudia uongo juu ya maisha yako. Lakini neno linatuambia jihadharini na watu hao. The moment ukimstress, ukisense umezungukwa na mtu wa tabia hii ambayo ni ya laana ya dhambi, mtu wa tabia ya dhambi huleta vishawishi, jihadhari naye. Sema na jihadhari naye. Yes. Tena anasema wala msizungumze naye, usifanye mazoea naye, kwa sababu atakutoa kwenye utumwa wa haki, ataondoa ile haki ya Mungu, ataleta utumwa wa laana ya dhambi. Kitu kingine cha muhimu nasema faida ya kipimo. Iko faida ya kipimo. Kwa nini mtu upime kama ujaribiwe? Tunakwenda kuangalia faida yake kwa haraka kabisa. Ni kwamba namba moja, humtambulisha muamini na kumthibitisha uhalali wa imani yake kikamilifu. Unasikia? Yes, humtambulisha muamini na humthibitisha uhalali wa imani yake kikamilifu. Faida ya kipimo ama faida ya kujaribiwa, faida ya kuudhiwa, hiyo humtambulisha mtu, yaani yule atakayevumilia mpaka mwisho atatambulishwa kama mshindi, atatambulishwa kama hiyo hatima yake inavyosema, tofauti na ule uongo wa ibilisi ambao alitaka kuleta kwenye maisha kwa njia ya majaribu, ili mtu huyo akate tamaa. Sema sitakata tamaa. Marufuku kukata tamaa. Nyingine faida ya kipimo ni kwamba namba mbili, mateso ni maandalizi ya mazingira ya ushindi. Mateso ni maandalizi ya mazingira ya ushindi. Sema amen. Mateso yale unayoyapitia ambayo ni magumu ni maandalizi ya mazingira ya ushindi na utele kwenye maisha yako. Persecution is polishing your future. Mateso ni kama kiatu ambacho kinabrashiwa, polishing, ili king'ae. Kusuguliwa vile ni maumivu. Ni kama nguo ambayo ina uchafu inatakiwa ifuliwe. Kama nguo ingekuwa ina uwezo wa kuzungumza, ingekwambia ninaumia, ingesema naumia, niache. Kama mti ama maua yale nyumbani kwako yakikuwa na uwezo wa kuzungumza, wakati unayachopa, unakata, unayatengeneza vizuri, unayaprune, yangesema tuache, unatuumiza, tunaumia, kwa nini kututaabisha? Yangeweza kusema hivyo. Lakini kwa sababu wewe ambaye unachonga hicho kitu ndio unakuwa unajua kusudi na faida yake, ndio maana tunasema yale yanakuwa ni maandalizi ya mazingira ya ushindi. Unawekwa vizuri, unakuwa polished. Mwisho wewe utang'aa kama ukisimamia ile haki ya Mungu iliyodhihirishwa, ambayo haki hiyo huinua taifa na kushinda nguvu ya dhambi. Sema haleluya. Hata mimi natamani kila itwapo leo Bwana Mungu na neema yake izidi kunishukia, hata wewe pia ikushukie katika maeneo yako ya kazi, katika maeneo yako unayoabudu, katika msimamo wa imani yako. Neema ya uvumilivu, neema ya utulivu, ya kuvumilia mpaka mwisho. Usikimbie unapojaribiwa, kwa sababu ukikimbia unajiondoa kwenye dhana nzima ya wewe kukamatana na ile nuru ya haki iliyodhihirishwa ambayo ni Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Kwa hiyo kama unatamani mazingira mazuri ya maisha yako, iwe kiroho ama kimwili, na kazi kubwa inaanzia kiroho. Ukiweza kuvuka vizuri katika ulimwengu wa roho,
utu wako wa ndani ukashinda yale mateso na vikwazo, vile vipimo vya adui shetani vya kila namna, unavyovishinda, unavyovuka yale majaribu, mazingira yako ya ushindi wako yanazidi kuwekwa sawa sawa. Sema sawa sawa. Meza yako inakuwa nzuri. Ndio maana Daudi anasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Machoni, hadharani. Watakutesa kwenye giza, lakini wewe utawashinda hadharani, na maisha yako yatakuwa ushuhuda ulio wazi, na kupitia wewe wengi watamuona Yesu kwenye maisha yako. Nani anatamani maisha yako yamuonyeshe Yesu kikamilifu? Vile utakavyoshinda, vile unavyovuka vikwazo, jinsi unavyoomba, jinsi unavyofurahia, jinsi ambavyo uso wako unatabasamu wakati wote. Yesu hujala chakula, lakini unasema furaha ya Bwana ndio shibe yangu, furaha ya Bwana ndio nguvu yangu. Jinsi ambavyo unatembea barabarani, saa zingine hauna nauli, lakini unasema nitafika ibadani, haijalishi nitakwenda kazini, maana Bwana ndiye anitia nguvu. Ukiwa katika lengo hiyo, mateso yanakosa nguvu kwako. Ina maana ile nuru ya haki ya Mungu inazidi kung'aa juu ya maisha yako. Umechagua mahali sahihi. Sema niko mahali sahihi. Niko mahali sahihi. Kwenye nuru ya haki, kwenye nuru ya haki. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe mateso, haunitishi. Wewe mateso, hautaniangamiza. Wewe mateso, hauwezi kuniteka. Nitavuka. Ninakuvuka wewe. Wewe mvuka yule. Hata leo nitavuka. Maana mimi asili yangu ni ushindi. Ushindi ndio asili yangu. Makazi yangu ni kwa Yesu. Mimi nimejengwa. Msingi wangu na mwamba wangu ni Yesu Kristo. Siwe kula pembeni. Wewe mateso, wewe jaribu, leta unacholeta. Siogopi, leta unacholeta. Inua magonjwa, inua mateso, inua vikwazo, inua njaa, inua shida, inua kutindikiwa, inua kuishiwa. Sitojali, nitasimama kama mlima Sayuni, nitasimama kama mlima Sayuni. Wala mngojea Bwana, wanafika nguvu, wanaruka juu kama tai. Wewe jaribu, wewe mateso, hauniwezi, hauko sana. Mimi sio levo yako. Na jioni ya leo ninaongeza uwanda wangu, ninahama anga, ninapanda juu, na wewe uko chini, na kushusha chini kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka ya kunitesa, hauna mamlaka ya kunimiliki. Mimi ni mtumwa wa haki yake Mungu iliyodhihirishwa kwenye maisha yangu. Ninamiliki, ninateka kwa nguvu kwa jina la Yesu. Unajua kuna saa ukipata mafunuo kama haya unabadilika mtazamo. Hautishwi na vikwazo. Unakuwa unajua hivi vinaniandaa, vinanifanyia maandalizi. Yani hawa wananipromote tu bila wao kujua. Ninafanywa kuwa famous, wananipromote bila wao kujua. Wanakaa vikao wanasema hebu tuongeze na magonjwa, tuongeze. Bora mbele ni mnanipromote tu. Mwangalia Ayubu uelewe. Kila kitu kipitia, hata siku moja hakumkana Mungu wake. Alilinda haki ya Mungu juu ya maisha yake. Na ilimlinda ikamtumikia. Na wewe ufanye hivyo katika jina la Yesu. Usiumbishwe, sema sitayumbishwa kwa jina la Yesu. Jesus mighty name. Yes. Faida nyingine ya kipimo hii ni humkomaza ama hukomaza imani yako. Hukomaza imani yetu. Faida ya kipimo hukomaza imani yako ama imani yetu. Na kwa kuwa ni wewe unaandika, sema hukomaza imani yangu. Yes, unajisemea mwenyewe.
utunze. Na tuone kuna dhana anasema chuma unoa chuma, yani iron sharpens iron. Ni kweli kabisa, kwa sababu wewe ujiangalie, kuna kitu kipo ndani yako ambacho ili kifanikiwe ama kithibitike, kilete matokeo chanya, kinalazimika kupimwa kupitia mchakato wa kupimwa kiutekelezaji, kimaandalizi, kiutendaji, kiufuatishaji, kiasili. Kinataka kupima uhalali wa hiyo identity kwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo unafuatwa kukiwa na dhana mbili. Wanataka kuua kilichopo ili wewe usiwe vile ambavyo Mungu anataka uwe. Lakini sasa ukisimama mpaka mwisho, ukavumilia taabu pamoja na Kristo, wewe utavuna thawabu ya saburi. Uvumilivu una thawabu yake. Utavuna taji ya washindi. Maisha yako yatabadilishwa. Utahama kutoka kwenye fikra ya dhambi na ule utumwa wa madhambi, utahamia kwenye utumwa wa haki. Haki ya Mungu, ile jua la haki, a bright morning sun, utazidi kung'aa kwenye maisha yako. Hapa tuangalie Yakobo anatutia moyo kwa namna gani. Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 2 mpaka wa 4. Mstari wa 2 mpaka wa 4. Kama tulivyosema, Yakobo naye alijitambulisha kama mtumwa wa Mungu na wa Bwana Yesu Kristo. Alifunganisha kabisa kwamba yeye ni mtumwa wa Mungu na wa Bwana Yesu Kristo. Angalia mstari wa 2 anaposema, ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Huleta saburi. Kuna thawabu kwa yule anayeshinda. Unakomazwa, unapitishwa, mwisho unashinda. Na ukishinda, kuna cheo cha juu, kuna renki ya juu katika imani unaipanda, unaifikia, ambayo hukuwa nayo pale mwanzoni, kabla ya lile tatizo, kabla ya lile jaribu, kabla ya ule mkwamo, kabla ya kukataliwa, kabla ya kufungwa, kabla ya kutendewa jambo ovu. Ukishinda katika mpito, kuna renki, uzito ule ushuhuda, uzito ule testimony, unakupandisha renki wewe kabisa. Unapanda kutoka pale ambapo ulikuwa kabla. Yani hautafanania tena jana yako. Mwimbaji mmoja akisema jana imepita. Yani ukishinda, ya kale yamepita. Hata kama jana ulikuwa na cheo gani, hicho cheo hakitoshi. Ukishinda vizuri, kuna thawabu nyingine unaweza kuvikwa kama mtoto wa Mungu. Sema niko tayari. Yes. Angalia mstari wa 4 anasema, saburi na iwe kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu. Unasikia? Kumbe ili mtu akamilishwe ni mpaka avumilie mchakato wa kumkomaza. Maana anayeletewa jambo gumu, huyo mtu tayari ni sugu, na anapaswa, kama ambavyo ameonekana ama ameonyesha yeye ni sugu katika imani, basi approve ule usugu wake kwa kushinda hicho kilichoko mbele yake. Kwa maana gani? Shindana na ile picha ambayo inaleta taswira ambayo si ya kwako. Lazima uishinde ile taswira ya uongo kwa kulinda taswira halisi, kwamba wewe umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Linda ile sura ya Mungu, linda ile mfano wa Mungu. Hakuna tofauti ya mbali sana kati ya mfano na uhalisia. Kwa kuwa wewe ni mfano wa Mungu, basi hauko mbali sana na ile sura halisi ya Mungu. Kwa hiyo unapopitia magumu, hebu i-reveal, dhunirisha, ifunue ule mfano wa sura ya Mungu. Unapopitia magumu, hebu dhihirisha ile asili ya sura nzuri na muonekano wa Baba yako mbinguni. Hivi si kama mnanielewa kanisa?
Ukivuka hapo unakomazwa, kwa sababu Mungu ameshakomaa. Sisi ndio tunakomaa katika imani, lakini yeye hahitaji, yani sio ya kwake, lakini ametuambukiza kwa kupitia neema yake na mtembea wa neema yake. Tumeshinda na tunakuwa sio watumwa wa dhambi. Sema mimi sio mtumwa wa dhambi. Sasa pengine mtu yuko hapa haelewi kusema mtumwa wa dhambi ni mtu gani. Hebu tuangalie kidogo. Mtumwa wa dhambi, tafsiri ya kwanza ni mtu asiyeamini. Yaani mtu asiyeamini, ambaye hajaokoka, yaani ambaye hajamwamini Yesu Kristo, hajapokea neema ya wokovu. Na sio tu hajapokea, hataki. Amesikia lakini ameshupaza shingo. Habari zinanenwa za injili ya Yesu, yeye anaendelea kushikilia ambacho anakitumainia. Utumwa ndio unasababisha huyo mtu aendelee kutumainia hicho, aendelee kushikilia hizo dhambi kwa excuse zozote. Wako watu wanafanya mambo maovu kwa visababu sababu. Anakwambia ndio mambo maisha yenyewe, sasa nitafanyaje? Labda mtu ndo ananisaidia, ndio ananilipia kodi ya nyumba, ama ndiye amenijengea nyumba, ama ndiye amenisomesha. Sasa nikimwacha unafanyaje? Nitaishi hata tena anaweka na neno anasema hata Mungu ananiona, yani Mungu mwenyewe ananielewa. Shindwa na ulegea. Usihalalishe uovu kwa kumwingiza Mungu kwamba hata Mungu ananiona. Jamani, si mnakutana na watu anahalalisha ule uovu anaofanya, anasema hata Mungu wengo kweli ananiona. Najua hata ananiona tu atanielewa. Msijidanganye. Na nawaambia msijidanganye. Wala msijidanganye. Mungu hadiakiwi. Chochote anachopanda mtu ndicho atakachovuna. Chochote anachopanda ndicho atakachokivuna. Chagua kumwamini Yesu. Sema ninamwamini. Yes. Dhana nyingine ya mtumwa wa dhambi ni mtu ambaye yupo kwenye gereza la dhambi, yupo kifungoni, anateswa, amefungwa zile cage, yupo mateka. Pata picha ya mtu ambaye amefungwa minyororo mingi mikubwa, na pata picha ambaye mtu ametobolewa macho kama iliyopata Samsoni akawa haoni. Pata picha ya mtu ambaye masikio yake ametobolewa, hasikii yaliyo ya Mungu, haoni yale ya Mungu. Pata picha mtu ambaye ufahamu wake umetekwa, kwa hiyo hawazi wala hapambaniwi mambo ya kimungu kama jinsi ambavyo wewe upo. Mtu wa namna hiyo yupo kwenye gereza la dhambi. Sema gereza. Yes. Dhana nyingine mtumwa wa dhambi ni mtu asiye na fungamano la uzima wa milele. Mtu asiye na fungamano la uzima wa milele. Tulisoma pale Warumi sura ya 6, ile Warumi 6 mstari wa 6 na wa 7, kuna kitu tunakiona hapo. Tusome kidogo. Anasema mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Unasikia? Mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, yaliishaga pale msalabani. Upaswi kuwa mtumwa, ndicho Paulo anapotuambia hapa. Na iko sababu, ili mwili wa dhambi ubatilike. Kumbe hivi ulivyo sasa hivi, wewe ni tunda la mzao mteule. Unaitwa mzao mteule kwa sababu ya kuwa ndani ya wokovu ambao Kristo Yesu ametupatia. Unaitwa taifa teule, taifa takatifu, kwa sababu umezaliwa upya, na wewe unatarajiwa kuwazaa wengi kwa upya. Kwa hiyo wewe ni taifa takatifu, kwamba kupitia wewe, kupitia mwenendo wako, kupitia wokovu ulionao, matunda ya huo wokovu yatawavuta wengi, kwa sababu ndio kazi ya wokovu. Sema ndio kazi ya wokovu.
ndio kazi ya wokovu. Yes. Ndio hicho kitu wanasema hapa. Miili yetu ya zamani ibatilike. Tusitumikie dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Unasikia? Unapata wapi uhalali wa kuangukia kwenye dhambi kama umeisikia habari hii? Paulo anasema kwa kuwa yeye aliyekufa, yani Yesu Kristo, amehesabiwa haki mbali na dhambi, mbali na dhambi, mbali na mauti, mbali na uharibifu, mbali na magonjwa, mbali na laana, mbali na mateso, mbali na kukataliwa, mbali na mateso ya ukoo, mbali na roho za kufuatilia, mbali na asili ya uovu na uharibifu. Kama wewe ndio Mungu ambaye wewe umemchagua, kama hii ndio imani ambayo umeisimamia, hebu dai haki hii leo, uiposi kwenye nafsi yako, uiingize dhana hii ya nuru ya haki ya Mungu ikae ndani ya maisha yako kamilifu. Maana ukifanya hivyo unatekwa mbali na utumwa wa dhambi. Kwa jina la Yesu sema amen. Oh yes. Hiyo ilikuwa ni yule mtu asiye na fungamano la uzima wa milele, mtu asiye na ufungamano wa uzima wa milele. Huyo mtu amekufa. Sasa sisi tunalo fungamano. Ule utu wa zamani umebatilika, ule utu wa zamani umeisha. Sema umeisha. Amen. Dhana nyingine ya mtumwa wa dhambi ni mtu anayetawaliwa na dhambi. Mstari wa 12 wa Warumi 6, ukienda kusoma mstari wa 12 anasema basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Mbona usitawaliwe na dhambi? Ndio maana yake. Usifuatishe kile dhambi inataka kwenye mwili wako. Usifuate ile mwili unasema. Mwili asili yake ni uharibifu, na mwili unaharibika, lakini nafsi yako inatakiwa iwe safi ili ikomboe mwili wako huu ufuatishe mambo ya kimungu, usipatikane kwenye mabaraza ya mizaa katika jina la Yesu. Sema amen. Tawaliwa na Mungu mwenyewe. Angalia mstari wa 13. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Kumbe kinacholinda wewe kukaa kwenye haki ya Mungu ni pale viungo vyako wewe, ile misimamo yako wewe, bidii yako wewe. Ndivyo unavyojibidiisha kwenye mambo ya kimungu, ndio inatengeneza silaha za haki. Unapovumilia yote mpaka mwisho, vile ambavyo njaa haikuangushi ukashawishiwa kufanya uovu kwa sababu ya njaa, vile unavyoshinda ule msimamo wako katika roho, ndio silaha za haki yako, ndio inatengeneza uhalali wa haki ya Mungu kutimia kwenye maisha yako, kufanya matao. Sema matao, yani kutua kikamilifu, ikafanya makazi ile haki, ukakaa kwenye nuru ya udhihirisho wake. Sema haleluya. Sema amen. Haleluya. Hiyo nuru ifanye makazi. Amen. Kwa maana dhambi haitawatawala nyinyi. Anasema mstari wa 14, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Haleluya. Unakuwa chini ya neema. Ni mahali salama sana katika jina la Yesu. Sasa kuna kitu hapa kidogo. Kuna swali watu wajiuliza, kwa nini wengi wetu bado ni watumwa wa dhambi? Ona, utumwa wa dhambi umeshamiri sana. Nini kimesababisha? Nini kinaendelea? Nini kimesababisha utumwa wa dhambi kuwa na uko very famous, uko very broad? Njia ya uharibifu ni pana na njia ya kuendao kwenye haki ni nyembamba. Nini kimesababisha? Wengi wa watu hawana uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yao. Kukosekana Roho Mtakatifu
ambaye ndiye msaidizi, ndiye mwalimu, ndiye mtaalamu wa kufunua neno. Roho Mtakatifu yuko kazi yake ni kumfunua neno ambaye ni Yesu. Neno hilo halikai nje yako, bali neno hilo umelisoma, ni jinsi ulivyoamini, umelipokea, ukaliamini, ukalikubali, ukaliweka ndani. Sasa jinsi ulivyoliweka ndani hilo neno, ndivyo umemweka Yesu, kwa sababu Bwana wa neno ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo kama umelipokea neno, ukaliamini, ukalikubali, ukaliweka ndani yako, Yesu uko ndani. Akikaa Yesu ndani, anayemdhihirisha Kristo Yesu, anayemwelezea Kristo Yesu, anayekusaidia wewe na Yesu uweze kuwasiliana, anayesaidia lugha ya Yesu na lugha yako mwelewane, ni Roho Mtakatifu. Anayekuepusha usiangukie kwenye mabaya, anayekuepusha usichukuliwe na vinavyoonekana bora kwa macho haya ya kawaida, ni Roho Mtakatifu. Akikosekana huyo, haki ya Mungu inapotea. Kwa hiyo uwepo wa Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi, sema dunamis. Dunamis ndiye msaidizi, ndiye mwombezi wetu. Akikosekana huyo, hata mafunuo na mapokeo ya neno lake yanapotea. Watu wanaanza kuenenda kwa mazoea. Nimeandika hali hii husababisha ukame wa rohoni. Ukame wa rohoni, yani utupu kwenye nafsi, utupu nafsini. Hali hii ni uovu wa kupindukia, yani tamaa ya dhambi inanyanyuka kwa wepesi, kwa sababu rohoni kuna ukame, rohoni kuna giza, nafsi yako ni tupu, huna ulichokibeba. Inakuwa rahisi wewe kutekwa na uharibifu. Sema sio mimi, kwa jina la Yesu. Yes, uovu wa kupindukia. Lazima mwili wetu ama mwili wako umilikiwe na Roho Mtakatifu. Kubali leo kujikataa kiumiliki na kumkabidhi hatima yote yeye Yesu. Lazima ifike leo umkabidhi, yani uue ile umiliki wako, ile nguvu yako ya kumiliki wewe kama wewe, bali uue, useme si mimi ninaishi, bali Kristo ndani yangu. Ukifika level hiyo, nuru ya haki ya Mungu inakuangalia, kwa sababu kweli inakuwa si wewe unaishi, bali ni aliye ndani yako ndiye anayeishi. Matokeo yake unachokifanya kila siku itakuwa sio wewe unayefanya, bali ni aliye ndani yako. Ukianza kumwimbia Bwana, itakuwa sio wewe unayeimba, bali aliye ndani yako. Ukianza kupata ndoto na maono, itakuwa sio wewe unayepata maono, bali aliye ndani yako. Ukifika mahali unashangaa una afya njema, sio wewe mwenye afya njema, bali aliye ndani yako. Kuna chemichemi ya uzima imesababisha kukaisha kila magonjwa. Kuna chemichemi ya uzima imesababisha kila laana za uharibifu zimekosa uhalali wa kutawala maisha yako. Ndani yako kuna chemichemi za uzima zimekaisha kila asili ya uharibifu kwa jina la Yesu. Lazima upate asili ya kausha. Sema na kausha. Kila shina la uharibifu halitapata nguvu. Mkabidhi Bwana tu. Ukienda nyumbani usome Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 19. Anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Au hamjui? Lazima ujiulize, ifike mahali na wewe ujiulize, au sijui? Hebu basi nirejee ili nijue. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe?
Kubali kujikataa kiumiliki. Usimiliki huu mwili ulionao. Usimiliki hatima ya maisha yako wewe. Ndio maana kujikataa, umkabidhi Bwana hatima yako. Ukabidhi kesho yako kwa Bwana. Kabidhi maono yako kwa Bwana. Kabidhi utu wako kwa Bwana. Mwambie Bwana, mimi napungua, wewe ongezeka. Si mimi ninaishi, bali wewe ndani yangu, katika jina la Yesu. Maana yake ni kwamba huna amri tena juu yako. Huna amri tena. Sema sina amri tena. Yes. Sasa wengi kwa kukosa, kwa kutamani kuendelea kumiliki, kuwa na maamuzi ya mwisho kwa uwezo wao, kwa akili zao, wamejikuta bado wamekuwa ni watumwa wa dhambi na sio watumwa wa haki ya Mungu. Kwa sababu kuna vitu wanaviaminia wao kama wao. Wanaona ndio uhalali wao, wanaona ndio sahihi. Kumbe wanajipotezea direction. Wanajikuta wameangukia kwenye uharibifu. Na muomba Mungu akuokoe. Wewe unanitazama na kunisikiliza, na sisi tulioko hapa, Mungu atuokoe. Yaani fahamu zetu ziuishwe kwa upya. Tuelewe hii dhana kwa namna ya kipekee, kwamba sisi hatupaswi kuendelea kiumiliki kuongoza miili yetu, bali uwisho wa neno la Mungu ndio uongoze kesho zetu, ndio uongoze mipango yetu, ndio uongoze ndoto zetu, ndio uongoze maono yetu, ndio uongoze matamanio yetu. Shauku yetu ya mwisho na ya kwanza na iliyo kuu kuliko zingine iwe ni Kristo aimarike kwenye maisha yetu, na mengine baadaye. Utafute kwanza ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu kama jinsi ulivyo. Utafute kujua asili ya Mungu jinsi alivyo, na anavyomiliki asili ya Mungu, utajiri wake na hatima nzima, mamlaka yake, uwezo wake, alafu uambie haki yake yote. Ukipata kujua pia haki yote, wengi tunashia ufalme wa Mungu, haki yake yote tunashia. Ndio hii tunayangamkia hapa. Haki ya Mungu ya kwanza ni kwamba Mungu ni mtakatifu. Sema mtakatifu. Mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Hiyo ni haki yake. Ina maana anavuta na kilicho kitakatifu. Ukionyesha kurejea kwenye asili ya utakatifu kama jinsi alivyo, ukionyesha una utayari wa kumlingana kama yeye alivyo, inamshtua, inamshtua pale alipo kwamba kuna mwanangu ameniwekea bidii katika utakatifu, kwa sababu ndiye asili yake, ndio haki yake. Kwa hiyo ukisoma ile Mathayo 6:33, Yesu anaambia tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Ujue ufalme wa Mungu kama nilivyoeleza, mamlaka yake, asili yake, ukuu wake, uwezo wake, alafu uende na haki yake. Na cha kwanza ni utakatifu. Maana Mungu ni mtakatifu, yuko mahali kote, ni Mungu asiyeonekana, ni Mungu anayejua vyote, omniscient, anajua vyote, yuko juu ya maarifa yote. Hiyo ni haki yake yote. Ukimtambua katika mtazamo huo, katika perspective hiyo, kwamba ni Mungu wa namna hiyo, automatic the way you reference, your level of reverence him, ile kiwango cha kumuishia, cha kumuhofu, cha kumuogopa, cha kunyenyekea chini ya mkono wake leo, itainua, itasababisha miito ya maji nzima kudhihirika ndani yako, kwa sababu chuma unaochuma na kilindi huvuta vilindi. Umechokoza maarifa ya Mungu ndani yako kwa msingi wa neno lake ambayo ni halisi kwako, automatic utapata kilicho cha kimungu, automatic utapata baraka halisi za Mungu mwenyewe, automatic ahadi ya afya njema itakuwa juu ya maisha yako, automatic wewe uwepo wako utaweka watu huru, automatic miujiza yake itaingia kwenye maisha yako. Kama unatamani miujiza yake, sema niko tayari, niko tayari, ninakubali Bwana. Sina amri juu ya maisha yako, sina amri, sina amri juu ya mwili wangu. Nimekupa wewe, unitawale, unitawale, unitawale.
mtoto wako. Usiangalie maovu yangu, bali Bwana unipokee kama mtoto wako, kama chombo kilicho dhaifu. Nimekuja kwako wewe, mimi ni udongo, wewe ni mfinyanzi. Unitengeneze, unifinyange, unisafishe kwa hisopo, unisafishe makosa yangu na dhambi zangu. Zitapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Leo nimeamua, sasa nimetambua, sasa nimetambua kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu ndio salama yangu. Yesu rafiki yangu msalabani, Mwokozi, niombe mpenzi, niko salama, ninashangilia, ninarukaruka, namsifu Bwana. Ndani yangu amejaa Bwana, amejaa neema, amejaa fadhili, amejaa msamaha, ameniona kwa upya, amenichagua. Mimi ni wake, na yeye ni wako. Hebu kama Mungu ni wako, mwambie Bwana mimi ni wako. Mwambie. Yes. Suluhu ya utumwa wa dhambi, namna ya kujichomoa ni ukaribishe Roho Mtakatifu aingie kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu ndiye anayehitajika. Atakuepusha na madhara ya utumwa wa dhambi na utahamia kwenye utumwa wa haki, utarifu vya kimungu, utaishi ulivyoandikiwa, utaishi na utamiliki ulivyoahidiwa. Na ahadi zake Mungu ni kweli na amina siku zote. Alichosema ni lazima kitimie, alichoamrisha kiwepo, ni lazima kiwepo, alichoamrisha kisiwepo, lazima hakitakuwepo. Alivyosema juu ya maisha yangu, jinsi nilivyo ndivyo nitakavyokuwa. Mimi ni chumvi ya dunia hii, mimi ni nuru ya ulimwengu huu, na nuru yangu lazima iangaze mbele ya mataifa, watu wapate kuyaona matendo yangu mema, wamtukuze Mungu aliye mbinguni kupitia mimi, Kristo aonekane. Hebu mwambie Bwana, mwambie Roho wako Mtakatifu, ninamhitaji kwa jina la Yesu. Ninamhitaji Roho wa Bwana. Usiniache mtoto wako niko mahali. Ninamhitaji Bwana. Usikuwa leo unapokuita. Hata Bwana Natania. Endelea kuhitaji na Warumi 6 mstari wa 18, ufunguliwe kamilifu na uwekwe huru katika jina la Yesu. Na ya mwisho kabisa ni kuzaliwa mara ya pili, kuzaliwa upya, uokoke katika jina la Yesu. Yohana sura ya 3 mstari wa 9 ukasome ili kusaidie kwamba upokee neema kwa upya, uzaliwe mara ya pili. Sema Bwana Yesu, nimekuja kwako jioni ya leo, nimelisikia neno lako, nimekusikia, nimeelewa unachomaanisha. Nami Bwana natungamanisha nikiwa naelewa maana halisi ya utumwa wa haki yako ndani yangu. Ninakuita katika maisha yangu kwa namna ya upya. Unisaidie, uniwezeshe, unitambulishe kwa upya, nisiwe mimi, bali wewe ndani yangu, nisiwe mimi,
isiwe mimi, bali wewe. Udhihirike ndani yangu, nitakaposimama isionekane mimi, bali wewe. Ninapofaulu kwenye mipango yangu isionekane mimi, bali wewe. Ushuhuda wangu wa maisha yangu udhihirishe wewe na mamlaka yako na ukuu wako kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka hiyo ninatembea, ninamtiisha yule adui anayeinua dhana mbalimbali za shida na uharibifu, za asili ya dhambi, za utumwa wa dhambi. Ninampiga katika jina la Yesu. Napiga mamlaka yake, nadhoofisha, ninazima mamlaka yake, ninazima uwezo wake. Hana uwezo wa kusimama kwenye haki yako Mungu. Hana uwezo. Shetani hawezi kunizuia, hawezi kunitisha, hawezi kunizuia. Nitasonga mbele. Mafanikio ni sehemu yangu, ni asili yetu. Mimi ni mzao mteule, mimi ni taifa takatifu, mimi ni ukoo kuhani. Yes. Hana mamlaka. Wachia watoto wangu. Wewe pesi, wewe ibilisi, wewe shetani, wewe ibilisi, wewe mpesi, wewe ibilisi. Achia maisha ya watoto wa Mungu. Achia watoto wa Mungu wakae huru. Kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Tunakupinga kwenye maisha yetu. Achia maisha yangu, achia mipango yangu, achia ndoto zangu, achia mipango yangu, achia mawazo yangu, achia afya yangu, achia hatima yangu, achia watoto wangu, achia familia yangu, achia kanisa langu, achia imani yangu. Niache. Mimi na wewe sio ndugu, sina undugu na wewe, sina rafiki na wewe. Niache. Kwa jina la Yesu. Achia maisha yetu. Achia maisha. Nguvu za giza. Achia maisha. Achia. Hauna mamlaka kwenye maisha yao. Hauna mamlaka kwa mtoto wa Mungu huyu. Hauna mamlaka kwenye maisha yake. Achia sasa. Achia kila mitego ambayo imetegea kwenye maisha yake. Iachie kwa damu ya Yesu Kristo. Hauna mamlaka kwenye nafasi yake ya familia. Hauna mamlaka kwenye maisha yake ya uchumi. Hauna mamlaka kwenye kazi yake. Hauna mamlaka kwenye ndoa yake. Hauna mamlaka kwa watoto wake na familia yake. Tunakuamuru sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Achia. Hauna mamlaka kwenye hii familia. Hauna mamlaka kwa mtu huyu. Hauna mamlaka kwenye kila uzao wake, kwenye kila uzao wa biashara yake, kwenye kila uzao wa maisha yake. Achia kwa jina la Yesu. Achia kwa damu ya Yesu. Tumekombolewa. Tunakiri ushindi. Tunasonga mbele kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa kuwa umetuhudumia. Asante Bwana kwa kuwa umetujibu. Umetuhamishia kwenye dhana mpya. Umetuhamishia sisi ni watumwa wa haki, sio watumwa wa dhambi. Dhambi haina nguvu. Dhambi haina nguvu. Majaribu hayaniwezi. Magonjwa hayaniangushi. Njaa hainishindi. Njaa haitanishinda. Jina la Yesu. Ninatawala na nitamiliki. Shukuru kwa ajili ya ibada ya leo. Asante kwa kuwa umetuhudumia. Asante kwa kuwa umetukomboa. Umetutoa kwenye utumwa wa dhambi. Tumehamia kwenye utumwa wa haki yako. Tumekuwa watumishi. Na umesema utuite tena watumwa. Tumekuwa marafiki, watumishi pamoja na wewe. Pale ulipo wewe na sisi tuwepo. Katika maombi, katika imani, katika msimamo
Tunakutamani wewe Yesu, katika jina la takatifu. Linda watoto wako wanapoondoka wakati huu. Bwana uwabarikie njiani, wasipatwe na tatizo lolote, wakafike nyumbani salama, na wale wanaenda kwenye kazi zao, hata wale ambao wametufuatilia kwa njia ya mtandao, endelea Bwana kuwabariki, waguse nao pia uwabadilishe kwa namna ile ile, na kwa nguvu ya kubaliko lako, kwa nguvu ya kulinda agano lako ambalo umelianzisha ndani yao. Tukalindwe mpaka tutakapokutana siku ya Jumapili. Atamka ulinzi katika jina la Yesu. Asante Mungu. Tumshukuru Bwana kwa makofi. Haleluya. Basi Mungu atubariki wote, na wale ambao mnatufuatilia online kwa njia ya mtandao, share link hii na watu wengine. Usisikilize wewe peke yako, wapatie na wengine nao wajifunze, ili wote tutoke kwenye utumwa wa dhambi na tuhamie kwenye utumishi wa haki ama utumwa wa haki. Kuanzia sasa wewe umekombolewa, na unapozima na simu yako, hebu anza kutendea kazi ulichojifunza. Usiishi tena kama jana. Usiishi kabla huja play hiyo video. Anza kutendea kazi kile ambacho umekielewa, hata kama ni jambo moja, hata kama ni mawili, hata kama ni matatu. Msii Roho Mtakatifu aseme na wewe kwa upya, ili upige hatua nyingine katika jina la Yesu Kristo. Ubarikiwe. Tukutane Jumapili saa 3 asubuhi mahali hapa Mahanaim Church of Tanzania. Karibuni, tafurahi kukuona. Tuabudu pamoja saa 3 mpaka saa 7. Bwana wabariki.